Akili zetu zilivurugwa. Waite baba, waambie mjomba kaja. Tumeacha asili zetu, tumekataa majina yetu, tunaiga wageni. Tumekataa mili yetu. Akili zetu zilivurugwa. Akili zetu zilivurugwa. Zilivurugwa kiasi kwamba tulibaki madebe matupu. Waafrika tumekuwa wajinga kama nzi aliyekwama kwenye mwili wa maiti anayeenda kuzikwa. Tulijikataa, tulijikana, na mtu anayejikataa ni mtumwa katika jamii ya watu werevu. Tulikataa majina yetu, tulikataa tamaduni zetu, tulikataa imani zetu, tulikataa stara zetu, tulikataa asili yetu, tulikataa miili yetu, tulikataa akili zetu, tulikataa maadili na heshima zetu. Baya zaidi, tukamkataa Mungu wetu. Bakora inapiga. Kuna filamu inayoitwa Roots iliyochorwa na Mwamerika mweusi bwana Alex Haley. Filamu hii kwa jina Roots inasimulia jinsi Kunta Kinte na wenzake weusi walivyotekwa nyara, wakafungwa minyororo miguuni na mikononi, wakapigwa kama nyoka, waliojaribu kutoroka wakiuawa, waliobaki wakisafirishwa kwa meli na wazungu hadi Ulaya ili kufanya kazi katika mashamba ya wakoloni kule ng'ambo. Kitu cha kwanza wanachomfanyia Kunta Kinte ni kumlazimisha akatae jina lake Kunta Kinte ili apewe jina la kizungu Toby. Kunta Kinte anapokataa anafungwa kwenye mti na kucharazwa mijeledi ili akubali kuchukua jina Toby na kukataa jina lake Kunta Kinte. Ukitaka kumbadilisha mtu, kwanza badilisha jina lake. Hata Mungu alipotaka kubariki watu fulani kwenye Biblia alibadilisha majina yao. Kama ni Sarai anabadilisha inakuwa Sara. Kama ni Yakobo anabadilisha inakuwa Israeli. Kama ni Sauli anabadilisha inakuwa Paulo. Hadi leo Waafrika tumekataa majina yetu. Watoto wanapozaliwa tunawapatia majina ya kizungu. Hata makanisani tunabatiza watoto, kwanza sheria awe na jina la kizungu. Misikitini lazima mtoto awe na jina la Kiarabu. Tunaamini kwamba majina ya Kiafrika yamebeba mikosi na laana. Tena makanisani wachungaji wanatuambia tuyakatae na kuyakemea vikale majina ya ukoo kwa kupiga miguu chini tukisema Risu. Mwafrika anaona asili yake kuwa mzigo na kwamba mzungu ndiye anastahili, Mwarabu ndiye anastahili, tukisahau kuwa kupoteza jina na utamaduni ni kifo cha kisaikolojia, ni kitanzi cha akili na kaburi la ufahamu. Bakora inapiga. Tazama wanawake wa Kiafrika leo hii. Badala ya kujivunia nywele zao nzuri na rangi yao tamu ya uzaazi, wengi wanavaa mawigi vichwani, nywele za bandia za vipande, ambazo mara nyingi hutoka kwa watu waliokufa au wanawake wa Asia wanaonyoa nywele zao kama sehemu ya matambiko ya kuondoa mikosi. Kwa mfano, kule India, wanawake hunyoa nywele zao iwapo wanaandamwa na mikosi, ili kwamba nywele ziote mpya zikiwa na baraka. Nywele hizo zilizonyolewa ndizo zinazokusanywa na kupelekwa katika viwanda ili kutengeneza nywele bandia ambazo wanawake wa Kiafrika leo hii wanavaa vichwani. Yaani umevaa nywele zilizonyolewa kwa sababu ya mikosi na laana. Bakora inapiga. Wengine wanajichubua ngozi kwa mafuta, sindano na kemikali ili kubadilisha rangi ya ngozi zao, wakitaka kufanana na wazungu. Hawataki rangi nyeusi ya Kiafrika. Wanawake wetu hawajui kwamba rangi yetu ya Afrika ni alama ya ustahimilivu na utukufu. Bakora inapiga. Ona wengine wamejichanja chale, wamechora tatuu bila kuelewa kuwa kihistoria alama hizo ni sehemu ya ibada na matambiko kwa mizimu ya jamii fulani. Hivyo Mwafrika anajiingiza kwenye mambo ya kiroho asiyoyajua kwa kufuata mkumbo. Afrika pia tatuu zipo, ila zina maana yake bwana. Sasa wewe unakimbilia tu kujichora bila kujua maana ya uchoracho na madhara yake.
Bora tu umeona wazungu wanajichora, wewe huyo studio ya tattoo. Nichore ya dragoni, nichore ya snake, nichore ya love, nichore ya mpenzi wangu, picha yake hii hapa. Mkisha kosana na huyo mpenzi wako, unakuja kutulilia mitandaoni, nifanyeje ili nipone majeraha ya mapenzi? Mapenzi yana majeraha bwana. Bakora inapiga. Mfumo wa sasa wa elimu barani Afrika umemjenga kijana kusoma ili ajiriwe badala ya kusoma ili kuelimika na kujiajiri, jambo linalozalisha maelfu ya wahitimu wanaosaka kazi zisizokuwepo. Serikali zetu zimekwama kwenye uwekezaji wa elimu ya kitabuni badala ya maarifa ya vitendo, huku wanasiasa wakitumia uhitaji wa ajira kama chambo cha kura kila msimu wa uchaguzi bila kutoa suluhu ya kudumu. Ili mwanangu uweze kujikwamua kutoka katika pingu hizi za Kiafrika, ni lazima uchukue hatua madhubuti za kurejea kwenye msingi. Suluhu ya kwanza ni mapinduzi ya kiakili, yaani katika Kiingereza decolonizing the mind, ambapo tunapaswa kuanza kufundisha historia ya kweli ya Afrika na thamani ya tamaduni zetu katika shule na ngazi za familia. Pili, ni lazima mfumo wa elimu ufanyiwe mageuzi makubwa ili ulenge kutoa ujuzi wa kiufundi na ubunifu utakaomwezesha kijana kuwa mjasiriamali badala ya kuwa mnyapara wa ofisi. Tatu, ni lazima tujifunze kujipenda jinsi tulivyo, kuanzia rangi ya ngozi, nywele hadi majina yetu, kwani hakuna jamii iliyopata maendeleo ya kweli kwa kuvaa ngozi ya mgeni. Tukijitambua na kuthamini asili yetu, tutaacha kuwa watumwa wa ulimwengu. La sivyo, Afrika itabaki kuwa hohehahe, bara dhaifu lenye watu watumwa wa ukoloni mamboleo. Na kuacha na bakora hii, makanisani tunatumia Kiingereza, misikitini tunatumia Kiarabu. Kwani Mungu wetu hasikii Kiswahili? Au Mungu wa wazungu na Waarabu ndiye Mungu mwenye nguvu? Ni swali tu mjomba. Mtoto wa damu nyeusi, Afrika ndiko nyumbani. Niite Clever mjomba, bakora ya jamii.